ukatende haki kwenye maisha yako. Haleluya. Kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. Kwa hiyo kuvaa dhahabu jamani sio matatizo. Haleluya. Haleluya. Kama unavaa dhahabu saizi, anza kuvaa, acha kuvaa macheni feki. Vaa dhahabu. Haleluya. Vaa dhahabu. Haleluya. Maana kama nchi itoavyo machipuko yake, na kama bustani ioteshavyo vitu vilivyopandwa ndani yake, ndivyo Bwana Mungu atakavyootesha haki, sifa mbele ya mataifa yote. Hajasema kwa Wayahudi, mbele ya mataifa yote. Katika mambo yote ya kiungu kuna kanuni na sheria za ufalme wa Mungu. Sijui kama watu wataendana na mafundisho haya ya leo. Nimeomba wakati naliandaa hili somo, nikasema mtu mmoja kakae akaliishi hili fundisho. Namba moja, ukifikia hatua ya watu kuanza kukuita kuhani au mhudumu wa Mungu, unakuwa uko tayari sehemu ya kula utajiri wa mataifa. Mitaani huko wanakuita nani? Haleluya. Wanakuita nani mitaani huko? Haleluya. Anza kumtumikia Mungu. Bread of Life tuko hapa, tuko busy na mambo ya kwetu. Tumeacha mambo ya Mungu, na ndio maana Mungu na yeye ametuacha tukae hivyo hivyo. Kwa sababu tumeacha kazi. Anasema nyie mmechagua kutumika katika mambo yatakayopita duniani hapa. Neno la Mungu lisema mambo yote yatapita, lakini neno la Mungu halitapita. Au amekubariki, hajakubariki, bado atabakia kuitwa Mungu. Au amekuponya, hajakuponya, bado atabakia kuitwa Mungu. Au ameongeza biashara yako, hajaongeza, bado atabakia kuitwa Mungu. Nimekuja kumtia moyo mtu mmoja, anza kumtumikia Mungu ili sura yako ifanane na Mungu. Haleluya. Namba 2, badala ya aibu utapata heshima. Utakapokuwa umeanza kumtumikia Mungu, kuna watu wanakuonea aibu. Badala ya aibu utapata heshima. Namba 3, kizazi chako kitajulikana na mataifa yote. Ni nani ambaye hataki kuona kizazi chake kinajulikana? Mimi nataka kuona kizazi changu kinajulikana. Wewe unataka kuona kizazi chako kinajulikana. Anza kumtumikia Mungu kama mzazi. Anza kufanya huduma kama ulivyoitwa. Wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwisho, usipoiua tabia yako mbaya ya sirini, itaua hatima yako. Tabia mbaya iliyojificha ni mauti uliojificha. Badili mtazamo wako wa tabia mbaya. Anza kutembea katika njia za kumtumikia Mungu, kwa kuwa umeumbwa kwa mfano wake Mungu na kwa sura yake Mungu. Lakini katika mambo hayo yote kulikuwa na mtumishi mmoja aliyeuliza. Alikuwa anaitwa Petro. Alimuuliza mwalimu wake Yesu Kristo, akasema, tumeacha vyote tukakufuata wewe, tutapata nini kwako? Huyu ni Petro. Aliuliza swali nyingi. Umeacha. Kuna watu wengine sema ni upuzi kuja kwenye ibada za katikati, ni upuzi kuja kwenye mkesha, ni upuzi kuja kwenye maombi ya Jumamosi. Petro alisema, sisi Bwana hatuko kama watu wengine, tumeacha vyote tunakufuata wewe, tutapata faida gani hapa duniani? Ndipo Petro akauliza, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Yesu akamjibu, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya huu, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila za 12 za wana wa Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kuulisi uzima wa milele. Kanuni hii ya kumtumikia Mungu usipuze, ewe mwana wa Mungu.
kwenye ustawi wa maisha yako. Kumtumikia Mungu kuna gharama. Chukua gharama. Hakuna vitu rahisi rahisi. Utakapochagua kumtumikia Mungu, utaacha anasa za kidunia hii. Utakapochagua kumtumikia Mungu, utaacha kitanda chako na blanketi nzuri. Utaamka asubuhi, utakuja kwenye maombi, utaacha mwili wako, utafunga kwa ajili ya kumtumikia Mungu ili watu wengine wabarikiwe. Lakini utakapoamua kuchagua kumtumikia Mungu, automatically sura yako inageuka, sura yako inang'aa, na taji la Bwana linakuwa juu yako. Kila ulifanyalo Mungu atabariki. Kazi ya mikono yako Mungu atabariki. Biashara yako Mungu atabariki. Afya yako Mungu atakuondolea magonjwa kati yako. Mungu atabariki maji unayokunywa. Utakapoamua kumtumikia Mungu, kuna aina fulani katika ulimwengu wa roho unaurisishwa ule ubarozi wa kiungu. Umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ni kitu gani uliacha? Umeacha kitu gani? Petro aliuliza, tumekufuata wewe, tutapata nini? Na wewe unaniuliza, tumekuja kwenye Yesu, tumekuja kwenye ibada Jumatano, tumeacha genge, tumeacha vikoba, tumekuja kwenye mkutano, tutapata nini? Yesu anajibu leo, utapata mara 100, utapata mara 100. Kile ulichoacha sio mara 100 tu, hata uzima wa milele, hata uzima wa milele. Kinachohitajika kitu cha kwanza ni kuulisi uzima wa milele. Dunia itapita, mambo yatapita, anasa itapita, matajiri watapita, umaarufu utapita, lakini huyu Yesu amesimama imara. Ni yeye yule yule jana na leo hata milele. Aliponya na leo anaponya, alibariki na leo anabariki, aliinua na leo anainuliwa, alifungua matasa na leo anafungua matasa. Hajawahi badilika. Nimekuja kumtia mtu mmoja asubuhi ya leo, fanana na Yesu, fanana na Yesu. Badili tabia yako ya siri, badili tabia yako mbaya ya siri. Anza, haujachelewa. Anza wewe kijana, anza wewe kijana. Ujana ni moto, ujana ni moto. Tengeneza maisha yako. Ewe kijana uliye na miaka kuanzia 18 na kwenda juu, ukiharibu hapa umeharibu kila kitu. Anza na Bwana, anza na Bwana. Kwenye mitaa utaonekana wewe ni fara, utaonekana wewe ni sio mjanja. Ujanja ni kwa Yesu, ujanja ni kwa Yesu, ujanja ni kumtumikia Bwana, ujanja ni kumtumikia Bwana. Unataka kuisha maisha marefu hapa duniani, badilisha tabia yako, badilisha tabia yako na mtazamo wako wa siri. Haleluya. Mungu amenituma kwa mtu mmoja, hajanituma kwa watu wote. Mungu amenituma kwako. Unanisikiliza unasema ni mimi. Ni kweli amenituma kwako. Badili tabia ile ya sirini. Imekaa kwa miaka mingi, unashindwa kutoka. Toka leo. Unayaweza mambo yote katika yeye kutiaye nguvu. Haujachelewa bado, haujachelewa bado, haujachelewa bado. Yeye anasema, na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwa Bwana. Kama unatakiwa heshima, unahitaji heshima, unahitaji utajiri, haviko kwa nabii, haviko kwa mchungaji, haviko kwa askofu, viko kwa Bwana, viko kwa Bwana, viko kwa Bwana. Yeye ni yule alibeba umasikini pale msalabani, ingawa alikuwa tajiri, ili mimi nilio masikini nikapate kuwa tajiri. Yamkini unalia, yamkini unalia, unasema sitaweza. Na kuja kutia moyo, unayaweza mambo yote katika yeye kutiaye nguvu. Huyu Yesu ambaye yuko ndani yako, huyu Yesu ambaye yuko ndani yako. Ulichaguliwa kabla hujazaliwa. Familia yako inasema ufai. Nataka nikwambie, kuna majira yanakuja, utakuwa kiongozi kwenye familia. Waliokutangulia wamekutangulia na baskeli ya mabua, lakini unakuja. Naiona asubuhi yako inakuja, naiona asubuhi yako inakuja. Umelia siku nyingi, umesema nimeachwa, umesema nimeachwa, umesema hakuna anayenithamini, hakuna anayekuthamini. Lakini kuna Yesu aliyekufa pale msalabani, anakuthamini. Wewe ni wa thamani. Hata kama mchungaji hakuthamini, lakini kuna Yesu aliyemfumba mchungaji. Huyu Yesu anakuthamini. Hata hakuna anayekupa pole, kuna Yesu mbinguni. Yeye ana faraja, ni mfariji wa kweli, ni mwamba wa uzima, ni Alfa na Omega, ni tumaini letu, ni daktari
wa madaktari, ni maji ya uzima, ni mkate wa uzima, ni jiwe iliyo imara, ni ngome imara, ni njia ya kweli. Huyu ndio Yesu ambaye nimekuleta leo kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea uzima, pokea uzima. Huyu Yesu, kwa kupigwa kwake wewe umekuwa mzima. Wewe umekuwa mzima. Wewe umekuwa mzima. Ninaachilia neema jioni ya leo hii. Rehema na kibali vikafate biashara yako. Rehema na kibali vikao kwenye kazi yako. Rehema na kibali vikao kwenye huduma yako. Rehema na kibali vikao kwenye maisha yako. Hautakufa bali utaishi, ili ukayasimulie matendo makuu ya Bwana. Biashara yako haitakufa, kampuni yako haitakufa. Pokea hii neema na kibali cha kiungu, na kibali cha kiungu. Anza leo kumtumikia Mungu. Anza leo. Badilika leo. Badilika leo. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Haleluya. Sema Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neno la leo. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa kuwa ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila tabia iliyoko ndani yangu inayozuia ongezeko, inayozuia elimu yangu, inayozuia kazi yangu, inayozuia ndoa yangu, ile tabia sirini ninaiondoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila magonjwa ya sirini yaliyoko ndani ya damu yangu, ndani ya mishipa, ndani ya mifupa, ninaiondoa leo kwa jina la Yesu. Kwa kuwa neno la Mungu linasema kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kila pando la uvimbe tumboni ninaling'oa leo. Hilo pando la sirini, la kichawi, la mawaa, la baraa ndani ya maisha yangu ninaling'oa leo. Ninaling'oa leo. Kila pando la kichawi lilofunga mikono yangu, nafsi yangu, nalifungua leo kwa jina la Yesu. Nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na zile nguvu za yule adui. Kila nguvu ya giza ndani ya kanisa hili kwa jina la Yesu ninaiondoa, ninaiharibu kwenye mifugo yangu, kwenye ndoa yangu, kwa watoto wangu, kwenye kampuni yangu, kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haribika leo kwa jina la Yesu, haribika leo kwa jina la Yesu. Ewe roho ya kuzimu, haribika leo kwa jina la Yesu. Ninawafunga kila majambazi wa kiroho, kila majambazi wa kimwili wanaofuatilia hatima yangu, ninawafunga, ninawainamisha vichwa vyao waeshuke kuzimu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jina langu halitatamkwa, ninabadilisha jina langu, litakuwa radi, litakuwa radi. Miguu yangu itakuwa radi, mikono yangu itakuwa upanga kuanzia leo. Macho yangu nayabadilisha kama miali ya moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninafunika familia yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninafunika elimu yangu kwa damu ya Yesu. Hebu funika kila kitu kinachohusiana na maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo. Funika, funika, funika. Hata kama hujui kuomba, wewe funika tu. Funika ile njozi njema
uliyeota ile ndoto, funika, funika. Haribu kila adui anayetaka kutoa mahali hapa, kila adui aliyepanga mipango ili apate kuharibia, haribu kwa moto, haribu kwa moto, haribu kwa moto. Rabakatebekerienderebosha. Huyo adui anayetaka kuharibu ndoa yako, haribu kwa moto, haribu kwa moto. Huyo adui, haribu, haribu, haribu. Anayetaka kuharibu mahusiano yako na uchumba wako, haribu kwa moto.